Watu wengi hujiuliza ni jinsi gani sasa wanaweza kupambana na high blood pressure au tunasema shinikizo la juu la damu. Na hii imekuwa ni changamoto ya watu wengi kwa sababu wanajikuta tu wameshaingia tayari kwenye tatizo bila wao kujua. Kitu cha kwanza, ili uweze kupambana na high blood pressure au shinikizo la juu la damu, ni pale ambapo utaamua kwenda kupima moja kwa moja. Baada ya kufanya vipimo, utagundua tatizo limeshaanza au bado lijaanza. Ukishapima, manake utagundua kwamba high blood pressure kwako tayari ni tatizo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuanza kupambana nayo, na hutakiwi kuchelewa baada ya vipimo. Lakini pia kuna njia nyingine ambayo unaweza kupambana na high blood pressure baada ya kupima, ni kuanza kuangalia hali yako ya afya kiujumla, kwa sababu high blood pressure inaweza ikaleta matatizo mengine ambayo yanaweza yakatokea kutokana na high blood pressure au shinikizo la juu la damu. Hii imepelekea watu wengi sana kujikuta wanaishia mwisho mbaya au kujikuta anaishi maisha ya bila furaha kwa muda mrefu sana mpaka pale umauti wake unapomkuta. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni hicho, unatakiwa kupima. Ukipima utagundua kwamba tatizo ni 1, 2, 3. Basi wewe kama ni mara yako ya kwanza kuangalia chaneli yetu, unaweza kubonyeza sehemu iliyoandikwa subscribe. Lakini kama wewe ni moja kati ya watu ambao walishakuwa katika mfumo wa kuangalia chaneli yetu, basi unaweza kunishushia comment hapo na ukalike na ukashare kwa watu wengine, ili waweze kupata taarifa hizi na waweze kujifunza. Tumesema kitu cha kwanza ni kujua afya yako. Unapojua afya yako na unapojua tayari una tatizo, unatakiwa kuanza kupambana nalo kwa hali hii hapa, kwa sababu hili tatizo dalili zake huwa hazionekani moja kwa moja. Ndio maana watu huita silent killer. Sasa inaitwa silent killer kwa sababu gani? Ni kwa sababu tatizo lake huwa halionekani au halina dalili za moja kwa moja. Nadhani ingekuwa ni dalili zinapatikana kama labda mtu anaamka tu kamasi zinaanza kumtoka, au mtu anaamka anakuta machozi anamtoka, au mtu anaamka anakuta labda tumbo linauma, maana yake tungekuwa tumesha kuwa waangalifu sana na tusingepata matatizo mengi kwa Tanzania. Kwa Tanzania kwa sasa takwimu zinaonyesha ni moja kati ya ugonjwa ambao unaleta shida sana kwa watu wengi, ikiwemo vijana pamoja na wazee umri wa kati. Sasa kitu ambacho unatakiwa kufanya ni hicho, lakini pia unatakiwa kujua kwamba hiki kitu sababu zake kubwa ni nini. Umeelewa? Kitu hiki kwanza, sababu zake kubwa ya kwanza ni urithi. Kama baba, mama, shangazi, mjomba alishakuwa na tatizo la shinikizo la damu la juu, basi ujue hata wewe mtoto wa katika familia hiyo unaweza kupata shinikizo la juu la damu. Kwa hiyo ukishajigundua tu uko katika familia ya aina hiyo, basi unaweza kwenda kufanya vipimo ili kujua maendeleo yako ya afya yako, na hasa kuhusu tatizo hilo, kuliko kuendelea kuwa kimya kimya na ukajikuta unapata matatizo makubwa. Kitu cha pili ni kuwa na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo ni kitu mojawapo ambacho kinaweza kikakupelekea wewe kupata tatizo hilo. Unaona? Kitu cha tatu ni kula lishe duni. Lishe duni tunasema ni lishe ambayo inakufanya wewe unapata hilo tatizo. Kwa mfano, unaweza kuwa unakula machumvi mengi sana,
unaweza kuwa unakula wanga kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wanga ni moja kati ya vyakula ambavyo vimeshaonekana vinaweza vikasababisha, lakini inategemeana na unakula wanga na unafanya kazi gani. Unajua, imekuwa ni kundi kubwa la watu wengi sana saizi wanakaa maofisini, tofauti na zamani. Watu wengi sana walikuwa wanafanya kazi ambazo zinashughulisha mwili. Sasa kwa saizi watu wengi wanafanya kazi ambazo hazishughulishi mwili. Kwa hiyo unapokula wanga kwa wingi na mwili wako haufanye shughuli yoyote ya kuchakata ule wanga kwa nguvu, basi unaweza kujikuta unapata magonjwa kama hayo, ambayo wanga inaongeza sukari nyingi mwilini, ambao mwisho wa siku pia unaweza ukapata pressure kutokana na hali kama hiyo. Lishe duni ni moja kati ya vitu ambavyo vinapambaniwa sana katika high pressure. Lakini kitu kingine ni kutofanya mazoezi. Mazoezi ni kitu cha msingi sana, na ni kitu ambacho kinaweza kikakusaidia wewe kujikuta unajikwamua kwenye tatizo kama hilo. Kwa hiyo hivyo ni visababishi vichache ambavyo nimekutajia, lakini kuna vingi ambavyo wewe unatakiwa kufuatilia ili ujue afya yako inakuwaje. Tutaendelea kukukumbusha, na ukiendelea kufuatilia chaneli yetu utajua mengi kuhusiana na hili tatizo. Ni tatizo ambalo unalichukulia poa, lakini ni tatizo moja kubwa sana ambalo watu wengi wamejikuta wanapata. Kwa hiyo unapojua tayari afya yako, umepima vipimo vyako, urefu, uzito, pamoja na kujua una shinikizo la juu la damu, basi unatakiwa kuanza kufanya vitu vifuatavyo ili uweze kujikwamua. Kitu cha kwanza, kama unaweza kuanza mazoezi kwa kasi, kuanza mazoezi yale yanayoweza kukupunguzia uzito. Kitu cha kwanza, kama una uzito mkubwa, unatakiwa kushusha. Pressure, high blood pressure na uzito vinashabiliana kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo unatakiwa uanze kupunguza uzito. Utapunguza uzito huo kwa namna gani? Kuna njia nyingi za kupunguza uzito ili usije ukapata shinikizo la juu la damu. Njia ya kwanza ni kula wanga laini. Kula wanga laini. Kula wanga laini itakusaidia sana wewe kupunguza uzito. Kwa mfano, utakula viazi vitamu. Ni moja kati ya vitu ambavyo vinapunguza uzito kwa kasi sana. Utakula magimbi. Magimbi utayapata sehemu nyingi kwa bei rahisi, na hata kuna maeneo mengine magimbi hayatumiki kabisa. Yanapokuwepo yanapatikana kwa kosti ya chini sana. Hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinasaidia sana. Utakula matunda kama tango. Tango ni moja kati ya matunda ambayo yanasaidia sana kupunguza uzito. Lakini utakula matunda kama maparachichi. Hivi tunaongea kila siku kwa sababu binadamu inatakiwa kumkumbusha mara kwa mara. Umeona? Utakula pia matunda kama tikiti maji. Ni moja kati ya matunda ambayo yanapelekea kupunguza uzito. Chakula chako kitakuwa na protini nyingi kuliko wanga. Hiyo itakusaidia. Protini unaipata wapi? Protini unaipata katika mayai. Katika mayai mtu yoyote anaweza kupata, kwa sababu watu wengi wanafuga kuku. Lakini pia utaipata katika maharage. Maharage ni moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kula. Lakini pia utaipata hiyo protini katika samaki. Samaki wanapatikana sana kwa mtu wa hali ya chini, hali ya kati na hali ya juu.
oti samaki wanapatikana. Hivyo ni vitu ambavyo vitakusaidia wewe kupunguza uzito kwa kasi sana. Hivyo vyakula, mayai, protini, lakini mayai pia ni protini ambayo tunasema nyama, samaki, nini, vyote hivi vinakupa protini. Ni vitu ambavyo vinapunguza uzito kwa kasi sana, ndugu yangu. Unasikia? Naomba ukiona video hii uamue sasa kufanya kila kitu. Mara nyingi pia kitu kingine unachotakiwa kula ni mboga za majani. Mboga zozote za majani zitakusaidia sana kupunguza uzito wako. Hicho ni kitu cha msingi sana, kwa sababu watu wengi wanajikuta wamebobea kwenye kula vitu vinavyochakatwa viwandani kuliko kula vitu vya asili. Sasa ile inakuletea shida sana, kwa sababu vitu vinavyochakatwa viwandani vinawekwa chemicals nyingi kwa ajili ya kutunza vile vyakula. Kwa hiyo inakupelekea sana wewe kupata matatizo yasiyoambukizwa kutokana kwamba unatumia kiasi kikubwa cha chemical, sawa, ambacho manake kinakupelekea wewe unapata matatizo makubwa sana, na hasa pressure au kisukari. Sasa kujiepusha na pressure, fanya hivyo vitu. Tumetoka kwenye chakula, tunaingia kufanya mazoezi. Mazoezi ni kitu cha msingi ambacho unaweza kufanya kila siku dakika 10 za mazoezi yako ili kutoka jasho na kufanya mwili urelax, na pia tunasema zile veins ambazo zinapeleka damu sehemu mbalimbali za mwili zinaweza kuwa na afya njema kutokana na kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Maana hata damu yako kupita kuelekea sehemu mbalimbali za mwili, na hasa kwenye ubongo na kuingia na kutoka kwenye moyo, kwa sababu moyo ni moja kati ya kitu ambacho kina regulate au kina regulate shinikizo la juu la damu. Maana yake tunaweza tukafanya mazoezi ili kusaidia moyo kufanya kazi yake vizuri. Hivyo ni vitu vya msingi sana ambavyo unatakiwa wewe ujikute unafanya sana. Mambo mengi ambayo binadamu anakutana nayo hatutarajii kwamba anaweza kukutana nayo, lakini tunajikinga na tuweze kuishi maisha ambayo angalau yana wafadhali wa furaha. Sasa unapofikia kuishi maisha ambayo wewe unaanza kujichukia kutokana na hali ulionayo, wakati unaweza kuwa na sababu ya kuweza kujikwamua, hebu fanya hivyo. Kitu kingine cha mwisho, naomba ufanye kufunga. Kama unashindwa kabisa kufanya mazoezi, unashindwa kabisa kutengeneza mlo wako mzuri, jitahidi kufunga basi. Punguza ulaji wako, punguza kiwango cha kula, punguza muda wa kula. Unaweza ukanywa chai asubuhi, ukala chakula cha jioni. Hiyo itakusaidia pia. Lakini chakula cha jioni, ogopa sana kula chakula chenye wanga zaidi. Unaweza ukala matunda, ukala mihogo, unaweza ukala viazi vitamu, unaweza ukala magimbi pia. Unaona? Kwa hiyo itakupelekea wewe kujikuta unakuwa na afya nzuri ambayo mwisho wa siku haya magonjwa yasiyo ya kuambukiza utapambana nayo. Ukifuatilia video zetu kila siku utaweza kujifunza vitu vingi. Leo nadhani tumejitahidi kukuelezea vitu vichache na vyepesi kuhusiana na shinikizo la juu la damu. Kwa sababu gani? Hatutaki tukuingize ndani zaidi tukakufanya wewe